26. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Ndio. Katika nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni ya 3. Anasema hapata kuwa na mwenye kuavya mimba. Kuavya ni kuharibu kwa lugha nyingine. Kwa ufupi, hakuna mimba itakayoharibika. Amen. Hakuna mimba. Kila mimba ukitunga ni mtoto. Mwambie mwenzako kila mimba ukipata ni mtoto. Mwambie usimuogope kila, lakini wazee msiambiane. Wazee mpate mimba. Kwani nyinyi mnaambiana? Wazee kwani mnaambiana? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna mwenye kuharibu mimba. Kila mimba ikipatikana ni mtoto. Maana Bwana ndivyo anavyosema, hakuna atakayeharibu mimba. Maana yake ni kwamba zile baraka tulizo nazo, baraka za watoto chanzo chake ni mimba. Baraka za watoto chanzo chake ni mimba. Mimba ikiharibika hakuna watoto. Amen. Hivyo kazi mnazozifanya zikiharibika hakuna maendeleo. So kazi unayofanya, hakuna kazi utaweka mikono yako ikose kufanikiwa. Amen. Kila kazi utakayoanzisha itafanikiwa. Amen. Kila jambo utakalolifanya litafanikiwa. Amen. Ni ahadi ya Bwana. Amen. Anasema hakuna atakayekuwa tasa katikati yenu. Tasa ni mwanamke yoyote ambaye ana uwezo wa kupata mimba. Mvua za vuli zikinyesha, mvua za masika zikinyesha, mvua za mwaka zikinyesha, mbanzi akipanda, mahindi hayataota. Mahindi munda ni alata. Shamba limekuwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hakuna atakayekuwa tasa. Maana yake ni kwamba chochote ambacho umepanga kukifanya kitafanikiwa. Hakuna mtu ambaye atabarikiwa provided that umeanza kufanya kazi. Kazi yoyote unayoanza kuifanya lazima iwe na matunda. Amen. Hata kama ni kuuza keki, lazima hiyo keki kuinue. Hata kama ni kupanda tomata na mabenda, lazima hiyo kazi uliyoanza ikuinue. Hakuna kazi utakayoanzisha ikose kufaulu. Amen. Hakuna jambo utakalolianzisha likose kufaulu. Maana yake tumeambiwa hakuna tasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si upigie huyu Bwana Yesu makofi. Amen. Maana mambo anayotuahidia kututendea Amen. ni makubwa. Na kuna watu wamekwisha kutendewa. Na kama hujatendewa utatendewa. Na wewe uliyetendewa utaongezewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna ugali na ugali. Kuna ugali na ugali. Wana mwenda hotelini na maana nyinyi mwenda hotelini. Ugali sosa. Kuna ugali na ugali sosa. Kuna ugali na ugali sosa. Aliyepata ugali sosa ameongezewa. Aliyepata ugali hakuongezewa. Lakini aliyepata ugali sosa amekula ugali wa kawaida na akapata. So, namaanisha nini? Kuna watu nasema wamekwisha barikiwa. Na kuna watu ambao bado waliokwisha barikiwa watapata baraka sasa. Maana yake wataongezewa tena. Na wale ambao bado watabarikiwa pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Anatuambia hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala tasa. Amen. Tushuke hapo chini tena. Ya 4. Nimewambia ni 5. Hapo chini. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Haleluya. Siupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Siupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Maana yake hakuna mtu atakaye kufa kabla ya siku zake kutimia. Amen. Maandiko yametupatia kabla dhambi haijaingia duniani. Mtu wa kwanza aliyeishi miaka mingi aliishi miaka 999 ni Henoko. Miaka 999
759. Mtu wa pili aliishi miaka 759. Dhambi zikaingia. Biblia ikasema kwa sababu ya maasi kuongezeka, miaka yenu nimeipunguza mpaka miaka 120. Ikasimama pale. Dhambi zikaongezeka. Ikarudi tena chini. Miaka mingapi? 70. Na akiwa na nguvu 80. Kuna mingapi mama? Inuka. Hakuinua tena. Inuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mama ameishi ile miaka iliyotabiriwa. Miaka 70 amemaliza. Sasa anaenda miaka ya bonus. Pigia Bwana Yesu makofi na sifa. Amen. Huyu ni ushahidi ya kwamba neno la Mungu ni kweli na ni amina. Amemaliza miaka 70 na anaenda miaka ya bonus. Hata mimi nitaenda miaka ya bonus. Amen. Hata mimi nitaenda miaka ya bonus. Tunaambiwa Bwana atatimiza siku za maisha, miaka yako itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutakaa miaka 70 na walio na nguvu miaka 80 na tukikaa vizuri 120. Kuna pasta tulizika juzi kule sehemu za Mivumoni, anaitwa Daniel Kiokonzioka. Daniel Kiokonzioka. Alikuwa na miaka 86. Maana yake amemaliza miaka ya Biblia, miaka 70, akamaliza miaka ya bonasi na alikuwa anaendelea. Anazidi kuendelea. Sema na mimi nitaendelea. Nitaendelea. Na mimi nitaendelea. Nitaendelea. Ninasonga mbele. Songa mbele. Kutimiza ahadi ya Bwana. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Maana neno la Mungu ni kweli. Tukiamini tunaenda miaka 120. Lakini miaka hii itaendwa na wale watakao mtumainia Mungu. Wale watakao tembea katika mpango wa Mungu. Wale watakao simama na utakatifu. Maana chanzo cha kufa mapema ni dhambi. Chanzo cha kufa mapema ni dhambi. Ni dhambi. Chanzo cha kufa mapema ni dhambi. Kule kwetu kuna kijana aliuawa akiwa mdogo kwa sababu ya wizi. Wizi ni nini? Dhambi. Ni dhambi. Kwa hivyo ukijihusisha katika dhambi unakufa mapema. Lakini ukikimbia dhambi na ukikaa katika maisha ya utakatifu unagonga 120. Amen. Unagonga 120. Unagonga 120. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningeongea juu ya wamama, lakini kwa vile kuna watoto nitakuja kuwaambia siku nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So tutakapojitunza vizuri tutakaa miaka 120, miaka 80 na miaka 70. Wajua mimi niko na mingapi? Na bado ukiniangalia niko kijana, ni vile leo nimesahau kuondoa hizi. Wakati mwingine mama nikumbushi. Ukiniangalia tu unasema wewe ni kijana. Ninaelekea. Lakini mambo ya miaka ni siri yangu, hata mke wangu enda akawa hijui. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya tuendelee tumalize hadi ya 5. Ishirini na 27 inasema nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria. Ndio. Nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Tulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema atawafanya maadui zetu wafadhaike mbele zetu. Amen. Atawafanya wachawi na waganga, watu wasiopenda kuona tukisonga mbele, wafadhaike mbele zetu. Watakimbia wakituonyesha maungo yao, maana Bwana atakuwa yuko mbele yetu. Maana yake kwa lugha fupi, hata tuondolea maadui zetu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale maadui wasiotupendea mema, wanaotuwinda kutegea mitego, Baba atawaondoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akishaondoa maadui zetu, baraka zinakuja sasa. Amen. Mnajua the blockage of our blessings ni maadui. Nataka nikwambie Kilema,